makatekista, wapendwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, kalumna na kanyanya zomkama murunji obude bona. Wazo letu tiba ya usuda, tiba ya usuda. Tumeona somo letu la kwanza sura 12 za usuda ama wivu asi. Sasa tiba ya usuda, somo linalotuongoza ni kitabu cha Mwanzo sura 37 mstari wa 4. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala wakuweza kusema naye kwa amani. Usuda ni kidonda chenye dawa. Tumesikia Mwanzo sura ya 37 mstari wa 4, Yusufu ndugu zake walimwonea wivu. Alipendwa na baba yake, lakini alikuwa na ndoto kubwa. Ukiwa na ndoto kubwa watu watakuonea wivu. Ukiwa na ndoto kubwa ndoto nyingine usizitaje. Kuna maneno kwenye kanga ya kina mama zinasema muogope ngurumbili, muogope binadamu. Mambo mengine usiyataje, wacha waone watu. Usianze kusema mtajenga nyumba kubwa. Wacha watu wasikie sauti ya nyundo inagonga misumari kwenye bati. Useme nitanunua pikipiki, watu waone, wakukute kwenye kituo cha mafuta wanasema jaza tanki. Jaza tanki. Kwa sababu mambo mengine kabla hayajakomaa usianze kuyasema sana. Ni kama hata wasichana. Kuna wasichana ambao tunaita mapepe. Kidogo tu anaambiwa nitakuchumbia na mwanaume. Anaanza kuambia naolewa mimi. Waogope ngurumbili. Usuda ni huzuni kwa sababu ya mafanikio ya mwingine. Ndugu zake Yusufu kwanza walimtupa shimoni. Wanamuita kijana mwenye majigambo, dogo. Walikuwa wanamuita dogo. Yule dogo amekuja dogo. Lakini alikuwepo kaka yake wa mama mmoja, akasema hapana, tumuuze. Wakamuuza kwa Waishmaeli, wakamuona ni mtumwa. Baadaye wakamuuza kwa Farao, akasingiziwa, wakamweka gerezani. Lakini Mungu alikuwa anamuona ni waziri mkuu ajaye. Watu wanavyokuona sivyo Mungu anavyokuona. Mungu anakuona tofauti. Kwa hiyo kuna dawa 7 za usuda, dawa 7 za usuda. Dawa ya kwanza ambayo tena inafundishwa katika katekisimu ya Kanisa Katoliki ni matashi mema. Naomba tuseme matashi mema. Matashi mema. Matashi mema. Hii ni dawa ya haraka dhidi ya usuda. Mtakie mwenzako mema. Baraka ya jirani si hasara yako. Baraka ya jirani si hasara yako. Eri ya mwenzako ni eri yako pia. Wao wanasema yo mwatanikeya oyota. Kwa hiyo ni matashi mema. Kuna ndugu walikuwa wapendani, baadaye nikawapatanisha. Akasema kila mtu amtakie mwenzake jambo jema. Huyu akasema Father, mimi namtakia yote anayonitakia. Akasema sasa Father, unaona? Sasa kwa nini anasema hivyo? Kwa nini anasema kama unamtakia nini? Dawa ya pili ni shukrani. Moyo wa shukrani hauna nafasi ya wivu na usuda.
Maana unatazama ulivyo navyo, unamshukuru Mungu. Hata kama ni kidogo chikutoshe. Mwambie jirani yako kidogo chikutoshe. Kidogo chikutoshe. Kidogo chikutoshe. Kidogo chikutoshe. Unakuta mtu mwingine tunda nje ya shamba lake ni zuri zaidi kuliko yako. Yaani anaona cha mwenzake ndiye kizuri sana. Lakini ukiwa unathamini ulivyo navyo, na kushukuru ni kuthamini, uwezi ukaonea wengine wivu. Thamini ulicho nacho. Mwambie jirani yako thamini ulicho nacho. Thamini ulicho nacho. Wewe unasema cha nini? Mimi nasema kitupe ni kiokote. Wewe unasema cha nini? Kitanifaa nini? Kitupe ni kiokote. 3 ni unyenyekevu. Unyenyekevu uzuia ushindani na wivu. Unamhesabu mwingine kuwa bora, umdharau. Kwenye unyenyekevu hakuna dharau. Nimesema sura mojawapo ya usuda ni dharau, lakini dharau ya leo heshima ya kesho. Mwambie jirani yako dharau ya leo heshima ya kesho. Dharau ya leo heshima ya kesho. Wanaosema uolewi wataona wanabeba shera yako. Anayekupiga buti kesha atakupigia saruti. Anayekuita kikaragosi kesha atakuita bosi. Nne ni upendo. Mtume Paulo anasema upendo hausudu. Upendo hausudu. Unafurahia mafanikio ya mwingine. Mimi nakuomba sana, hata jifanye msanii, wala ufurahie mafanikio ya mwingine. Jifanye hata msanii. Ongera. Hata kama kwa sababu usipofanya hivyo, usipompongeza, watu wanajua. Mtu anaona, anayekupenda anakupenda, unaiona, na anayekuchukia anakuchukia, utaona. Uwezo uko na mtoto mdogo anajua anayemchukia na anayempenda. Kwa hiyo uhitaji kwenda shuleni kujua kwamba huyu fulani anakuchukia. Kwa hiyo wapende watu. 4 ni kujiboresha. Naomba tuseme kujiboresha. Ushindani bora ni nafsi yako. Weka rekodi, vunja rekodi yako. Uwe wewe zaidi. Mwambie jirani yako uwe wewe zaidi. Uwe wewe zaidi. Kwa sababu kila ua lina kasi yake. Kila ua lina kasi yake. Kila mtu ana vipawa vyake. Boresha mambo yako, jiboreshe. Pointi ya ngapi? 5 ni kumtegemea Mungu. Ukijua kuwa wewe ni wa pekee kwa Mungu, utahangaika na mafanikio ya wengine. Wewe ni special. Mwambie jirani yako wewe ni special. Naomba msukume, unasema wewe ni special. Wewe ni special. Mungu haumbi takataka. Mungu haumbi takataka. Mungu haumbi photocopy. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. Hakuna sura mbaya. Ingawa waga kuna mashindano ya watu wenye sura mbaya. Yaliwahi kutokea Tanzania. Mmoja akawa wa pili akisema umenibia kura niliposha kuwa wa kwanza. Lakini alichoumba Mwenyezi Mungu ni kizuri. Mungu haumbi takataka. Ukijua wewe Mungu anakupenda, Mungu anakuthamini, utahangaika. Tuko kwenye foreign na una zamu yako ya mafanikio. Tuko kwenye foreign. Usiposaidiwa na mtoto wako, mjukuu atakusaidia. Tuko kwenye foreign. Ikiwa Mungu akubikireti kijunda, Mungu alichokuwekea akiozi. Mimi nakwambia kiozi. Kama akitoki ukiwa, kitatoka kwa mtoto wako. Kama akitoki kwa mtoto wako, kitatoka kwa mjukuu. Kama akitoki kwa mjukuu, kitatoka kwa kitukuu. Kama akitoki kwa kitukuu, kitatoka
kwa Kirembwe. Dawa ya 6 ni kutenda mema. Tenda wema uende zako, wema uozi. Kila tendo jema unalolifanya Mungu amelirekodi. 7, maombezi huwa usuda. Ubadilisha ushindani kuwa ushirika. Njia ya haraka ya kumshinda adui moyoni mwako ni kumweka kwenye sala zako. Naomba leo hii mweka adui yako kwenye sala zako, muombee. Ndio maana Biblia inasema wapendeni adui zenu, watakieni mema wanaowaudhi, waombeeni. Wapende, watakie mema, waombee. Ndo dozi. Leo nimetoa dozi ya usuda. Hiyo ndo dozi ya usuda. Mwambie jirani yako usiharibu dozi. Mwambie tena usiharibu dozi. Tumsifu Yesu Kristo.